ya uongozi, mpasho saa 7, Ndizi saa 1. Tunakutakia kila la heri na heri njema ya Krismasi na mwaka mpya wenye mafanikio. Inside each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Kamal Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Kamal Park Training College. Hello, what's up my beautiful people? I go by the name Aleka Alex. Na ndani ya Ndizi TV Africa from ile show ya Urban Blaze. We just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Stay safe, stay tuned ndani ya Ndizi TV Africa kwa ile show ya saa 8 hadi saa 10. Good evening and welcome to Ndizi at 9. It is one day to the end of the year. It is the 30th day of December 2025, and hopefully you are enjoying your holiday and of course getting to share with your friends and family. And here on Ndizi TV Africa, of course, we are ready to give you all that is happening in the country, and especially matters politics and whatever is trending across the country. And of course today the topic has been all about Jirongo, and of course many other politicians and political leaders who attended the burial ceremony and got to say a lot of things that you will need to hear. Do interact with us on our social media platforms at Ndizi TV Africa, and do stay with us till the end. I am Jacinta Nyabeta. And welcome. Now we begin. Business and transport activity came to a halt in Gwitembe area after residents were jolted by gunshots during an alleged overnight security operation, leaving shops shuttered, streets deserted with animals roaming freely, and several homes vandalized. Now residents report heavy losses, including looted shop goods, stolen livestock, and multiple gunshot injuries, while one businessman says his two daughters remain unaccounted for after the shop where they were sleeping was allegedly attacked. Local leaders, also led by the Kuria East Member of Parliament, aspirant Wakili Paul Kibiriti, and Migori County Special Elected Member of County Assembly Tyson Kemege, have condemned the incident, accusing the government and the security agencies of failing to protect civilians. Lennox Odede reveals with more details. Business activities and transport in Gwitembe were brought to a standstill after residents were left in shock following several gunshots during a suspected security operation in the area. A visit to the shopping center reveals closed shops, deserted streets with animals roaming freely, and several houses that were vandalized during the night. This latest raid adds to the long-standing insecurity linked to the Angata-Barikoi border clashes, which have persisted in the area for over 4 years. Residents are now counting heavy losses, including looted shops, stolen animals, while several people are nursing gunshot injuries. Kama sisi wa mama tuko na shida sana. Ndio kama mimi mama najisaidia, amechukua makondoo kama makuku na biashara ambavyo tunafanya vidogo vidogo vya kusaidiana. Situkia milango inagongwa tu kutoka na kamatwa na bigwa na haribu vitu gani. Sasa nalenga hiyo na kuistia hapa ni wakara wanaongea kikara ninavisikia wakara chini warumbo
Sasa nanyang'anywa ng'ombe sabuali ngapi na hiyo maskale ya ng'ata. Sabuali 3. Ya 3 ni mbuzi 11 na ng'ombe 1. In what residents describe as the most tragic incident, one businessman and a resident of Gwitembe is still unable to trace his 2 daughters after the shop where they were sleeping was allegedly attacked during the operation. Wakati nimesikia marisasi, nikaamka kutoka nyumbani. Kukimbia, nikakutana na maskari hapo wakanirudisha. So sasa nimekuja, wakati umetoka nimeingia hapa, kwenda kufika kwa nyumba, duka imefunjwa. Watoto hakuna mtoto kwa duka, nimejaribu kutafuta watoto, sijapata watoto. So ile vitu yenye ilikuwa packaging ndio walichukua, walikuwa wanachukua wakirusha kwa gari. So sasa sijapata watoto, nimepata mlango iko wazi. Nimejaribu kutafuta watoto tangu asubuhi mpaka sasa hivi. Naona tumejaribu kwenda Mtimaru police station tuandike statement, hospitali ametufukuza. So sasa ndio nilikuwa najaribu kutafuta watoto, nikaenda mpaka Tanzania. Nimepatana na huyu mzee. Kwenda kuona alama zenye amepigwa. Nimeona ngoja nimbebe nikuje naye apeleke hospitali. Watoto walikuwa ni wawili wasichana. Mtoto wa miaka 12 na mtoto wa miaka 4. So hao ndio walikuwa natafuta nini. Bakarudi hata watoto wenye wametoroka sio kwa hata watoto wenye wamesimama hapa. Kuna mtoto amekula chakula. Hata chai hakuna mtoto amekunywa. Ukienda kuingia tu unafukuzwa na marisasi. Kwani hao watu wenye wako hapa hata mtoto kama huyu ni mtoto wa miaka 5. Sinaona mtoto wa miaka 5 miaka 7. Sasa mtoto kama huyu unampigia risasi. Unataka kuwa mtoto kama huyo mtoto miaka 8? Serikali anaruhusiwa kupiga raia ama anaruhusiwa kulinda raia na mali yake. Yeye ndiye anakuja na kupiga na kunyang'anya cha niko nacho anaenda nacho. Anachuaje hizo vitu vyenye wakuja kubeba kama ni za loan? Zitalipwaje? Local leaders led by Kuria East Member of Parliament aspirant Wakili Paul Kibiriti have condemned the incident, accusing the government of failing on its constitutional duty to protect citizens and instead turning its force against them. Watu wetu wa Gwitembe wameingiliwa na askari wa serikali yetu ya Kenya kwa kuwapiga na kuwabora. Wamebeba kutoka kwa maduka, wamefunja na kuumiza watu wengi zaidi. Na katika sheria ya Kenya tunaelewa kwamba serikali inastahili kuprotect mali ya wananchi. Lakini siku ya leo tumeshangaa sana. Si operation yoyote imekuja kufanywa, bali ni majambazi kwa jina ya serikali wamekuja kwa authority ya watu ambao wametunyang'anya shamba na hatuna chakula kwa minajili yao peke yao. Kibiriti also criticized police authorities for allegedly denying victims access to occurrence book or OB numbers after refusing to record statements with only 2 victims reportedly allowed to do so. He warned that such action could deny victims justice and risk branding them as criminals. Nimetembea na watu wangu mpaka kwa police station waweze kupatiwa OB na tuweze kushtaki serikali yetu iweze kutueleza kama sisi ni Wakenya ambao tunastahili kupatiwa protection ama sisi tuko inji ingine watupatie inji tupate rais wetu ambaye si yeye anatuumiza na kuiba mashamba yetu. Tumeenda kwa polisi kuandikisha statement, tumeanza kuelezwa sisi watu wa Gwitembe ndio wabaya kwa sababu sheria imetoka juu kutuwekelea sisi ni wabaya. Ni wapi imeandikwa hawezi patiwa OP wakati umeumizwa? Kwa sababu sisi tunatenda kwa heshima ya sheria. Watu wote hata watoto wameumizwa. Tumeambiwa watu wawili waweze kuandika OP peke yake. Na zile nyumba wamefunja ni nyingi. Mbuzi zile wamebeba ni nyingi. Vitu zile wamebeba ni vingi mpaka kuku. Askari ulikuwa ukamate muharibifu ama ulikuwa uweze kwenda kupora na kufunja maduka ambayo imefungwa. Migori County Special Elected MCA Tyson Kemege, speaking to Ndizi TV via phone, also condemned the incident and called on the security officers to operate within the law while pursuing criminals. He further urged the Independence Policing Oversight Authority (IPOA) to conduct thorough investigation into the matter. Hao maskari kwanza, hiyo sheria kuja kuvamia watu na destruction of the properties of the people, sijui kama bunge kwanza imepitisha hiyo sheria.
because one, lazima bunge ipitishe. Two, government yenyewe lazima ijue kwamba uhalifu iende kwa watu specific. It should be marked kwamba Kimega kuna bunduki, waende watu wa bunduki. Hii mambo ya kuja kwa bomba za watu wanachukua nini? So the first thing ni kwamba we want our people to identify those people. We do a documentation. We take those people to the IPOA. So that kama if any mali ya mwananchi wa Gwitembe imeharibiwa au imeibwa, the askari must be responsible. So wasitumie nguvu kukumiza watu wa Gwitembe. The two leaders accused security agencies of failing to act decisively to resolve the ongoing Gwitembe border clashes, unlike in other areas where measures such as curfews have been imposed. This thing, it has to be seen in the other is quite common watu wa Gwitembe too. It will be from the other end pia. This war, it has been between the Angata and the people of Gwitembe. It cannot link on the people of Gwitembe kwamba were the victims. The victim is both sides. Let the victim be identified, alafu hao wenyewe ndio wakuwe sieved out from the community. Kale ya sasa hivi imejitokeza kutumiza. Inalinda watu wa Ngata Baragoi, wa Masai na wa Kalenjin. Ukisikia Mkalenjin na Masai wanapigana, DAG ako huko. Lakini sisi tumepigwa, tumeborwa, tumeuliwa kwa miaka 4 na hatujaona askari yoyote mkubwa wa askari akiwa amefika hapa kutueleza kuleta suruhu hapa Gwitembe. However, a senior security official in Migori County confirmed that the raid was conducted following an incident in which suspected criminals attacked a sugarcane tractor that was en route to Transmara. Lennox Odede reporting for Ndizi TV Africa from Migori County. And of course, we are praying that the solution will be found in order to help the residents of that area. Now, moving on, families mourning the loss of 5 people who died in a road accident at Kedowa along the Nakuru-Kericho Highway on Christmas Day, and now calling on the Kenya National Highways Authority, KENHA, to take urgent action and redesign the road in order to prevent future road accidents in the area, which has been identified as a black spot so far. Speaking during a fundraising event to cover funeral expenses, the residents also proposed the upgrading of Kedowa Health Center to improve emergency response, especially due to the recurring road accidents that have been reported in the area since. In response, the government officials present at the event promised that plans are underway to expand the highway as a measure to reduce road accidents. Because they know what they do. Hii ya Mau Summit kuelekea Nairobi inawekwa ile inaitwa expressway. Lakini hii kutoka Mau Summit kuelekea ipite Kericho Town, ipite Kampung, iende mpaka Kisii, mpaka mahali inaitwa Isabanya kwa boda. Inafanywa kitu inaitwa dually. Na tunashukuru kwa sababu ikifanywa hiyo dually, maneno ya ajali kama hii ilitokea hapa ya watu wetu kupoteza maisha haitakuwa tena. Na ningependa tumesikia clinical officers wako on strike. Tafadhalini mrudi kwa kazi, tusaidie wananchi. Tuweke maisha ya watu mbele kuliko kuweka pesa mbele. Jaribu kufanya chenye mnaweza kuweka hata mabumps. Isitoshe hiyo hospitali ambayo tuko nayo hapa, the dispensary, bado iko chini sana. Tungelipenda iwe upgraded, inuliwe. Alafu iweze kupata hiyo facilities ambayo itaweza kutusaidia kukinga ama kusuluhisha hizi shida ambazo tunaweza pata kwa hii barabara. And now switching gears to the former Lugari Member of Parliament Cyrus Jirongo. He was laid to rest today at his home in Lumakanda area, that is in Lugari, where of course many leaders went to that grand ceremony, which was attended by top government officials and the former President Uhuru Kenyatta. The leaders mourned him as a man who lived his life on his own terms and served the people with humility, love, and without discrimination. The leaders also urged investigative agencies to thoroughly examine the case in order to uncover the truth about his death. Jirongo, who was aged 64 years old, died in a road accident on December the 13th when his vehicle collided head-on with a bus on the Nairobi-Nakuru highway near Karai in Naivasha. Lakini uhusiano wetu
haukuharibika. Kwa vile wale ambao wamesimama hapa siku ya leo wakisema ya kwamba kama kuna mtu ambaye alikuwa custodian na kuheshimu multi-party democracy, that was Cyrus Jirongo. He respected the political space that was created in this country with a lot of struggle, that multi-party space. Na kama sisi pia tunataka kumheshimu, wacha pia to respect space hiyo. Tukisema tuko kwa mvumo wa vyama vingi, na kwa kikatiba tunazingatia huo mvumo wa vyama vingi, tuiheshimu pia kwa yale ambayo tunatenda na kufanya. We want a united country. We want a vibrant democracy, and we want the will of the people to be that shall prevail. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni namna hiyo? Kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi, mnajua mimi ni mstaafu. Lakini kusema si mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Yeah. I also want to state that his death is most unfortunate and a matter of concern to all. Na nataka nisisitize kwamba we want everything to do with his death laid bare, iwe wazi, so that if there was foul play, the ones who are involved in the foul play be targeted. And if it was not foul play, then God's will shall prevail. So we want to state, na mimi nazungumza kwa niaba ya serikali, there shall be nothing to hide. We have to bring everything out. And the agencies that are involved with investigation, and I can see the Deputy Inspector General here and others, make sure that the process is completed. Let everything be brought to the fore so that nobody will go away in any doubt whatsoever as to this very unfortunate situation. And now, still on the same story, Nairobi County Senator Edwin Sifuna has thanked the former President Uhuru Kenyatta for the support that he offered Raila Odinga in his political journey, emphasizing that ODM is a national party representing all communities and not only a personal entity, adding that the party's direction for the 2027 elections will be decided after consultations with all its members in the country. Additionally, Sifuna also called on President William Ruto to honor the agreement signed between the two parties, that is, between the government and between Raila Odinga, stating that ODM's demands still remain unchanged. Kama hakuna siku, wacha niseme bana, kama hakuna siku Mheshimiwa Uhuru chama cha ODM kimekuambia asante, leo nataka niseme kama katibu mkuu wa chama cha ODM, asante kwa kumshikilia Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anatuambia kila siku, wewe ni baadhi ya rafiki zake wachache ambao walikuwa wa kweli. Kwa sababu tuliwamulika wanajaribu kunadi chama cha ODM kwa Ruto. Wanakuja wanatuambia sasa ati pia sisi tunataka kukuuzia chama. Mimi mmeniona wapi na Uhuru tukidance kwa podium vile watu wanadance na Ruto kila siku? Tunakutana na wewe saa ngapi kuzungumza haya maneno? Na mimi nataka niseme ODM ni chama cha makabila yote. Hata Waluya wako ndani ya ODM, Wamijikenda wako ndani ya ODM, Wasomali wako ndani ya ODM. Hiyo si chama ya mtu binafsi. Na kwa sababu ni chama cha kitaifa, uamuzi wowote ambao utatolewa lazima utolewe baada ya mazungumzo na kila mtu ambaye anajiita mwana ODM. Wengine wanadanganya Oburu. Nilikuwa na yeye hapa nikamwambia,
the thing that used to make Raila a great leader, he used to consult everyone. Hata wale watu ambao walikuwa wamedharauliwa, unaona mama hapa anajivuruta, unafikiria ajui Raila, kumbe yako na namba yake. Anapiga simu direct. Mimi nataka niseme uamuzi wa jinsi ambavyo chama kitaenda 2027 hautafanywa na hawa viongozi hapa juu. Itisheni mkutano wa National Delegates Convention, wacha wana ODM wakuje, waseme wanaenda kwa Ruto ama tusimamishe hata huyu Sifuna. Kwani? Na sisi tunataka kusema 2027. 2027. Hii jamii ya Mulembe hii jamii ya Mulembe tunataka kukua kwa debe ya urais. Na kwa sababu nyinyi mmesema mnangoja 2032, sisi ambao tuko na mayuba kidogo, tukiamua 2027 tunataka kuingia, tafadhali mtuunge mkono. Nataka mtuungeko sisi wenye tunataka 2027, 2032 ikifika ndakuunga wewe. Wacha nione wa 27 ndio hawa. Nyinyi mtatafuta wa 32. Jambo la mwisho, chama cha ODM hakimdai kitu chochote isipokuwa kutekeleza mkataba ambao alitia sahihi yeye na Raila Amolo Odinga. Kuna watu hawajui hiyo mkataba haikusainiwa na Sifuna ama Ososi, iko na signature ya baba Raila Amolo Odinga. Ukisikia mtu mwingine anakuja na kuambia kuna kitu kingine ODM wanataka, ati sijui mkae kwa meza. Mnakaa kwa meza kuongea na watu mkataba ingine na ile walisaini na baba bado hawajatekeleza. Mheshimiwa Musalia, ambia rais kuna mabroka huko nje wanakuja kumwambia ati kuna kitu tunamdai. Hatumdai chochote. And now moving on, the Wiper Patriotic Front party leader Kalonzo Musyoka has accused the current administration of prioritizing greed over citizens' welfare, saying Kenyans are overtaxed, underpaid, and are suffering under the collapsed healthcare system and a failing education sector. He claimed there are plans to mislead the public in order to extend the presidential term limit. And also, while addressing the members of the Fourth Estate this afternoon, Kalonzo Musyoka emphasized that the United Opposition Front is a representation of the government in waiting, committed to upholding the Constitution and protecting citizens' rights. He also confirmed that he will be running for president in 2027, with opposition expected to announce its candidate in early 2026. Healthcare has collapsed into a nightmare. SHA shift forced on Kenyans has become the most consequential threat to our well-being. Hospitals are understaffed and under-equipped. Mothers give birth in fear. Doctors go unpaid, and hospitals run out of essential drugs. I am running for President of the Republic of Kenya. That's an obvious fact. Because I was given a direct mandate on October 10, 2025 by the National Delegates Congress of the now revamped, re-energized Wiper Patriotic Front. This is a front to liberate Kenya. I've walked this journey with you, and I've stood for justice when it was under attack by the very people who are supposed to be his first line of defense. I have defended the Constitution when others sought to undermine it, and have defended Kenyans in our courts of law when they have been abducted and tortured. The United Opposition is not just a coalition. It is your government in waiting. We are united not by personal ambition, but by shared values: respect for our Constitution, economic justice, integrity in public office, and the protection of fundamental rights. And I make this commitment to you: by the first quarter of 2026, the name of our presidential candidate will be made known to Kenyans. I think it's only fair that we work in that direction. The Singapore allusion is an example. Ruto speaks of turning Kenya into Singapore. But what we see is #Singapore, a nation drowning in debt, overtaxed citizens, collapsed industries,
and fleeing investors. Let us be clear, Singapore was built on discipline, on merit, and strategic investment. In 3 years, Kenya under Ruto is being drowned in Rutopreneurship, where public office is a family business, where contracts go to cronies, and where corruption is policy. Let us be even clearer. You cannot hope or pretend to build Singapore on the foundation of theft, incompetence, and nepotism. And now they want to add a constitutional referendum to the August 2027 elections. Can you imagine, Kenyans? Already the weight of 6 ballots from an MCA to an MP to a senator to a county women rep to a governor to a senator, did I say senator, to the president, 6 ballots, and you want to add other ballots to make it 10? Where in the world has that happened? This is so that they can manipulate the process and attempt to extend their grip on power through backdoor constitutional changes. There is no constitutional crisis in our country. Nothing can stop this election based on boundaries review. And that story from the Wiper Party leader Kalonzo Musyoka, who has been highlighting the state of the nation from his perspective, of course, takes us on our first break here on Ndizi at 9. It is 26 minutes past 9 p.m. We will be back shortly, of course, with more stories in store. Don't go too far. On behalf of Camel Park Training College fraternity, I'd like to wish you a Merry Christmas and a prosperous www.camelparkcollege.co.ke. Karibu Camel Park Training College. This festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii-Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort, and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Steer your future in the right direction. Safe driving starts here. Camel Park Driving School, now ready to quench your driving thirst.
We offer NTSA certified driving lessons for upgrading, beginners, and refreshers. Our team of qualified instructors deliver content for the following classes: A1, A2, B1, B2, C, C1 and C2, D1 and the rest. We train learners with modern vehicles which fit the evolving digital world. Why choose Camel Park Driving School? We are situated within a serene environment which offers a humble space of study. Our classes are fitted with advanced materials which supports learning. Other benefits are flexible class schedule, pocket-friendly fees, proper theory and practical guide, annual operation and additional computer packages training. Spend less, learn more, drive forever. Apply now. For more information, call us on or SMS us on 0755 386 594 or 0753 915 354, or you can email us on camelcollege@gmail.com, or also you can visit our offices at Kiogoro, which is 5 kilometers from Kisii town along Kisii-Kirigos Road. Camel Park Driving School, shaping dreams on the wheels. And welcome back to our bulletin tonight, and thank you for staying with Ndizi TV Africa. Now we move on to other stories. The Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has strongly criticized the former Chief Justice David Maraga for opposing he has criticized the former Chief Justice David Maraga for opposing his proposal to hold a referendum alongside the 2027 general election. Speaking in Eldoret earlier today, Mudavadi emphasized that the Constitution should be amended before the upcoming elections through a public vote. He further accused Maraga of lacking sincerity, especially in his opposition to the constitutional reforms and amendment processes, claiming that the former Chief Justice has consistently resisted the proposed amendment, or rather the referendum, that is aimed at addressing constitutional shortcomings. Remember the judgment of Maraga? Yeah, why don't you refer him to his own judgment when he wrote a letter to the president by then to dissolve parliament because parliament had failed to institute the gender rule. Secondly, he wrote a letter to the president. In the same letter, President Uhuru at that time, telling President Uhuru to dissolve parliament also because parliament was disobeying the orders on CDF. Yeah, so remind him that. The issue of former Chief Justice saying that Musalia is holding an illegal office. Musalia was vetted by Parliament as Prime Cabinet Secretary. Parliament vetted him before he was appointed and before he was thrown in the office. If Maraga had any issue to do with the office of Prime Cabinet Secretary, he should have gone to court to stop at that particular time. But it has been overtaken by event. Musalia is serving because he was vetted by Parliament. And lastly, Nyamira County Women Representative Honorable Jerusha Mumanyi has extended her warm New Year's wishes to the residents of Nyamira and Kenyans at large, wishing them a prosperous 2026. She also asked drivers to exercise extra caution during this festive season as the year comes to an end and a new one begins, emphasizing the importance of prioritizing the safety of passengers and other road users. Jerusha also made these remarks while speaking in Bunyunyu Kitutu Masaba constituency in Nyamira County earlier today. Wakenya wote mahali mko, mimi kama mmoja wa wale ambao wamechaguliwa kufanyia watu wetu kazi katika Kenya, tunajua Mungu ametulinda sisi sote na tumefika hapa. Kutoka kwetu hapa Nyamira, ninataka
kuongea na nyinyi, tuseme kwa Mungu asanti kwa sababu ametulinda, mwaka umefika hapa. Tuko na one day kufuka tuende 2026. Ninataka kuwaombea mazuri. Ninatuma heri njema kwa kila Mkenya, hasa kwa watu wangu wa Nyamira. Nataka kutuma heri njema na kuwaambia asanti sana kwa sababu najua mnanipenda, ninajua hata mimi ninawapenda. Tuendelee kupendana, tushikane mkono, tupende hata na wale wenzetu. Ndiposa tukiingia mwaka wa 2026, Mungu atujalie tuendelee kufanyiana maneno mazuri katika communities zetu. Na tunajua ya kwamba Mungu ametuweka hapa, tuko na jukumu. Mahali popote wewe uko, ujue ya kwamba Mungu alisema lazima ufanye kazi ndio upate kitu cha kukula. So ninataka kuwahimiza mkuwe na bidii, mfanye kazi, na mkiona kuna wengine ambao ni wasembe, waambie waende kufanya kazi. Hata tukitaka kujenga Kenya yetu, lazima watu wafanye nini? Kazi. Kazi ndio utatufanya. Mnasikia kila wakati president wetu anasema tunaenda kuwa kama Singapore. Hatuwezi kuwa kama Singapore kama hatuwezi fanya kazi. Bidii ya watu ndio inawaleta mpaka mahali ambapo wanataka kuwa. Kwa hivyo ninawahimiza mfanye kazi. I want to wish you well. Happy New Year everybody. As you start, Mungu aendelee kuwalinda na tufuke mwaka kwa usalama. Asante. Siwezi sahau kuongelea juu ya hii msimu ambao tuko nayo, ambayo ilikuwa ni msimu wa likizo. Watu walikuwa wamesafiri kwenda mbalimbali, wengine wakaenda towns kwenda kupumzika kidogo, wengine wakaenda nyumbani kuona wazazi, wengine wakaenda kuona relatives wao. Na tunajua wakati wako likizo huwa wanasafiri sana. Tumeshuhudia hivi majuzi, tumeshuhudia ajali ambazo zimekuwa mbaya sana, hasa hapa kwetu Nyamira. Watu wamekufa, hata kuna wengine ambao bado hawajashikwa. Kwa hivyo nataka niongee na drivers wetu ambao wako katika mabarabara. Mjue ya kwamba ukiwa unaendeza gari, watu ambao umebeba ni watu wa Mungu, ni watu ambao wako na watoto, ni watu ambao wako na wazazi, ni watu ambao wako na matarajio mbalimbali, na kuna watu ambao wanawategemea. Kwa hivyo hao watu tunataka waendelee kuwa hai, waendelee kuishi, ndipoza waendelee kufanya zile kazi ambazo hata Mungu amewapatia. Ninataka kuongea kusema ya kwamba next week tunajua watoto watasafiri kwenda mashule, hata wale ambao wanafanya kazi mbalimbali watarudi kwenda kufanya kazi. Tunataka kuongea na drivers wetu, mkianza safari yoyote usikunywe pombe. Ukienda safari yoyote usikue na haraka. Hilo speeding ndio imefanya watu wetu wamekufa wengi katika barabara. Na wale watu wengine ambao mnapanda magari ya abiria, ukiona gari limejaa, don't force yourself kuingia so that you overload. Sometimes overloading huwa inaleta ajali. Kwa hivyo sisi sote tuwe waangalifu. Ukiingia kwa gari, angaliana. Mkiona kuna mtu mwingine anakuja beyond what the capacity ya hiyo gari, muambie hapana, tumetosha, ambia dereva aanze mwendo. Na mkisikia driver ameanza kuendeza kwa speed ambayo sio mzuri, muambie aendeze polepole ndio mfike mahali mnafika. Msikue na haraka. And that is where we wrap it up here on Ndizi at 9. It is 38 minutes past 9 p.m. Thank you for tuning in. And of course, we also do join that is Jerusha Mumani in celebrating the holidays of 2025. And as we come to an end, it is one day to the end of 2025. And it is a reminder to you that you should continue helping those in need. And of course, it is a time for holidays. So there are those who do not have. It is important to share with them, with also helping your neighbors. And at the same time, for the drivers who are driving this festive season, keep watch and also stay alert to avoid any accidents, and of course to keep the passengers safe. Thank you for tuning in to Ndizi TV Africa this night. I am Jacinta Nyabeta. My director has been Lucas Ouma. I do wish you a great evening or a good night. Bye-bye.